kuomba na kumtafuta Mungu, kutoka siku ya leo vyote vilivyokuwa vimechukuliwa ama vimenaswa na maadui wetu, vyote vinaenda kuregeshwa, vyote vinaenda kukabidhiwa wewe tena, maana Mungu ndiye atakayetoa amri wote wakakuregeshee. Aibu ambayo taifa letu ilikuwa imepitia, aibu hiyo itaondolewa na watu wa Kenya watafaidika maradufu. Watu wa kanisa watafaidika maradufu. Hata wewe katika nyumba yako utafaidika maradufu. Hata wewe katika mahali na misingi yako utafaidika maradufu. Maana Mungu mwenyewe ndio ameauthorize na amesema ya kwamba yote ambayo yalikuwa yakifanyika ni kinyume, na alifanywa kwa ajili ya kunyanyasa na kutesa binadamu. Umekuwa ukiteswa, umeishi katika hali ya maisha ya kuteswa, ya kuangamizwa, katika huduma uliteswa, katika nyumbani kwako uliteswa, katika nchi uliteswa. Kutoka siku ya leo, vitu vyote vilivyochukuliwa, iwe ni shamba lako, iwe ni biashara yako, iwe ni familia yako, iwe ni huduma yako, iwe ni amani yako, iwe ni upendo wako, iwe ni furaha yako, zote zimerejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Then they said, we will restore this and require nothing from them. Na chochote kilichoharibiwa kitaregeshwa, kitajengwa upya, na hakuna kitu mtadaiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana maadui watakuwa wameshindwa na utakuwa huru. Ukiwa huru, kila kitu kinaregeshwa kwako na hakuna kitu unaitishwa. Maana aliyekichukua alikichukua kwa dhuluma. Aliyekunyang'anya huduma yako alikunyang'anya kwa dhuluma. Aliyekunyang'anya familia yako alikunyang'anya kwa dhuluma. Aliyekunyang'anya nchi yako alikunyang'anya kwa dhuluma. Hivyo vyote vinaenda kuregeshwa, na vimeregeshwa bila kulipishwa ama bila kudaiwa chochote. Kumaanisha tuko huru sasa, na tuko huru kabisa kabisa, bila kufikiria jambo lingine ambalo linaweza kutuzuia. Ikaendelea kusema, I also, number 13, I also shook out the fold of my garment and said, so may God shake out every man from his house and from his labor who does not keep his promises. So may he be shaken out and emptied. And all the assembly said, Amen, and praise the Lord. And the people did as they had promised. Kwa hivyo, hata chochote ambacho kilikuwa kimekushikilia, vyovyote ambavyo vilikuwa vimekushikilia, anasema ya kwamba kutoka 12 hapo, tusome 12. Then they said, we will restore this and require nothing from them. We will do as you say. And I called the priest and made them swear to do as they had promised. Kwa hivyo mbele za Mungu wataapa na kusema watatenda makadiri ya vile wametuahidi. Kwa hivyo kuna ahadi ambayo itafanyika kati yetu na Mungu ya kwamba siku nyingine tena hakuna jambo kama hilo litatendeka kwa maisha yetu. Siku nyingine tena maisha unayoyaishi hautayaishi. Siku nyingine tena hautateseka. Siku nyingine tena hautadhulumiwa. Siku nyingine tena hautaonewa. Na kutoka hapo, huyu mtumishi wa Mungu akachukua vazi lake na akachukua kila kitu, naenda akamwaga chochote ambacho walikuwa wamekisema, akikimwaga chini kwa kuapa, na akasema, and all the assembly said, Amen, and praise the Lord, and the people did as they promised. Na kutoka hapo ikawa tunafanya kulingana na venye maagano yalikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Kenya inaenda kuachwa huru. Maisha yako yanaenda kuachwa huru. Biashara yako inaenda kuachwa huru. Hata afya yako inaenda kuachwa huru. Maana Mungu ndio ameamrisha haya mambo yote yakafanyike, na yanafanyika kwa hususan kwa mapenzi ya Mungu, ndio yoyote yule amwaminie aweze kukombolewa tena. Maana ametuma ukombozi wa kumkomboa. Kwa maana alisema ameinua revival, ameinua mwamko mpya katika kanisa na mwamko mpya katika familia, ndiposa maisha yetu yakaweza kubadilishwa, huduma yetu ikaweza kubadilishwa, na familia zikaweza kubadilishwa. Zitakapobadilishwa zitakaa kulingana na misingi na tabaka za Mungu, na zitafuata sheria na kukaa kulingana na mapenzi yetu. Kwa hivyo hofu ambayo tulikuwa tumewekwa ya kutitia umaskini, hofu ya kukutia katika umateka,
hofu ya kututia katika hali ya kutofikiria jinsi ya kumwabudu Mungu. Maana sisi ndio tunayeomba ukimwi unaondoka, sisi ndio tunayeomba hata kansa inaondoka, sisi ndio tunayeomba matatizo yote yanaondoka kwenye familia. Hivyo hivyo, ukiwa wewe ni muumini ambaye anajua Mungu wake, ulegee nyumbani, kanisani, katika nyumba ya Mungu, na ukaendelea na maombi, maana korona si kitu kikubwa. Na usiipe korona jina, usiipe korona sifa yoyote, usiipe korona ukae kama vile Daudi alivyosema, alivyokosa kumpatia Goliathi jina lolote, na akamuita wewe ni nani ambaye hujatahiriwa, Afilistian ambaye Mfilisti ulisi ambaye hujatahiriwa, mtu ambaye hauna nguvu, haumjui Mungu na hata huelewi chochote unakifanya, na aliweza kumshinda kwa kumdhalalisha. Na kupitia kwa hivyo watu wote walisema ni amen baada ya kuona jinsi Mungu alivyowatendea. Toka siku ya leo sisi tuko huru. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Asante. So